sielewi, kwa sababu mashetani aliyokuwa nayo hata kwenye ujini mahaba yamepitiliza. Yule mama, kila mwanaume anayekwenda kwenye lile jumba la kifalme akiwa na cheo cha juu, basi ni bwana yake. Kuanzia mfalme mtukufu Bokassa ni bwana yake. Alafu tena ukija kwenye nani mwingine huyu, Sam Cheupe mwana mfalme ni bwana yake. Mshauri wa mfalme Kwicho ni bwana yake. Na kila mtu yule ambaye ataona huyu ana nguvu kwenye hii kasri anataka awe bwana yake. Na usiombe mwanamke yoyote aingie kwenye jumba la kifalme. Huyo mwanamke kuanzia siku hiyo atakuwa na uhasama na Bi Kachala. Bi Kachala hataki kuona mwanamke yoyote kwenye kasri ya mfalme Bokassa, awe ni mkwe, awe ni mke wa pili wa mfalme Bokassa. Yule binti ambaye ameolewa sijui Amanda yule kazi anayo. Ajipinde kweli kweli kuishi kwenye lile jumba. La sivyo atakuja kuuliwa mchana kweupe. Asante sana Kitundu. Asante kwa taarifa hizo ulizonipa. Japokuwa mimi nyingi nazijua, nazifahamu. Nafahamu kwamba Bi Kachala ndiye sheitani mkuu katika kasri ile ya mfalme Bokassa. Na yule anaipaka laana ile kasri kuanzia chini kwenye msingi hadi kwenye kenchi. Bi Kachala ni mchafu kuoga sijapata kuona tangu nzaliwe. Yule mwanamke ataiharibu ile kasri. Ndio maana nakwambia kipindi hiki mimi naishi tu hapa kijijini kama hakuna mfalme. Sioni kama kuna mfalme hapa. Nitakataka mtupu. Halafu sasa sijui amewaroga wale. Maana wamekuwa mazuzu, si mfalme, si mwanamfalme. Wamekuwa kama wenda wazimu, mazuzu mbele ya Bi Kachala. Kwa sababu kila anachokifanya Bi Kachala kibaya, maovu, takataka, wenyewe wanakubaliana nacho tu. Nimejaribu kuyafichua maovu ya Bi Kachala mbele ya mfalme, lakini pia nimeonekana ni mtu mbaya. Naleta uchonganishi kwenye jumba la kifalme. Napewa na kesi kabisa ya mauaji kwa sababu ya uchafu, kutetea uchafu na umalaya ambao wanaofanya Bi Kachala. Yule mama kwa kweli sijui mimi tu nimuitaje. Yaani hafai kabisa kuitwa hata mama, kwa sababu ana roho mbaya, ni katili, na pia anahendekeza uchafu na unalaana kubwa kabisa kwenye jumba la kifalme. Ile falme si falme tena, limekuwa kama dangulo la madanga. Yo. Basi inatosha mwanangu Mwantumu, usiongee sana ukamaliza maneno. Mengine yabakishe baadaye. Najua sasa utakuwa umejifunza mwanangu kwamba usipapalikie vitu. Mtu hata kama unamuona ni handsome, sijui amechonga vizuri ndevu, ana rangi ya kuvutia nyeupe, rangi yake inaweza ikawa imeficha vitu vingi sana kwenye damu vya laana, yule amelaaniwa. kama kamshokola kale Bi Kachala mamake mzazi amemshokola, basi ile ni laana tena. Mtoto hawezi kushare penzi na baba yake, ni mweko kabisa. Sasa kama kafanya hivyo, basi yule kalaaniwa, kile kizazi cha laana. Na ile kasri tena pamoja na mfalme pamoja na ukoo wake wote, hakuna haja ya kuheshimu. Wala mimi tena kuanzia leo sitasikiliza amri ya mfalme yoyote ile. Ndio maana hata amri ya kunyongwa nimeipinga. Siwezi kunyongwa na mashetani mimi. Wale ni mashetani kupitiliza, wachafu kuoga. Mwantumu, namsikia baba yako anachokwambia, lakini kizazi cha Bokassa kimelaaniwa. Sam amelaaniwa. Kama amethubutu kutembea na mama yake wa kambo, basi ni laana kubwa aliyoipata. Kwa hiyo yule sio mwanaume, usitishike na handsome boy wake. Mimi sio handsome, sura mbaya, hela sina, mimi lakini mimi nina mapenzi ya dhati na sina laana yoyote ile. Mimi nimeelewa Kitundu, na pia uzuri wake ni kwamba sio kwamba eti ni maneno tu ya kuambiwa. Nimeyashuhudia mwenyewe kwa macho yangu mawili. Kwa hiyo nimeelewa, na naelewa kabisa kwamba wale ni watu wa aina gani kwa sasa hivi. Siwezi kuthubutu tena kurudi pale. Siwezi kwa namna yoyote ile. Siwezi kurudi tena kwenye jumba la kifalme. Mimi mpenzi wangu ni wewe baba, ni wewe Kitundu. Nyie ni kitu kimoja sasa. Mimi nimewaruhusu kwamba kuanzia leo wewe Mwantumu mwanangu, huyu Kitundu ndiye mume wako. Achana na Sam Cheupe. Sahau kabisa kama ulishawahi kukutana na watu wa namna hiyo. Huyu Kitundu ndiye wa kwako. Hata kama sura yake mbaya, hata mimi naiona. Lazima niongee ukweli. Sura imepinda. Kizazi na kijua hicho kitakuwa ni kizazi
kilichopinda kweli kweli, lakini hakuna namna. Huyo ndio mwanaume mwema aliyekuwa mweupe, hana laana zozote. Huyo ndio wa kwako huyo. Sawa baba, nimekuelewa. Haya, amka mkumbatiane kuonyesha ishara ya mapenzi ya kweli na makubaliano. Inuka mkumbatile mgosio. Jamani, ile shughuli ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa muda mrefu sasa imefika. Ni kesho. Shughuli yenyewe ni kesho na sio miayusho tena kama siku ile kwamba mlienda mkakuta shughuli haipo, na kibaya zaidi sijui mlilishwa sijui maukoko ya makande yaliolowekwa. Sasa hiyo miayusho sasa hivi hamna. Kesho mfalme mwenyewe kanihakikishia kwa 100%, na ndio maana kanituma nije niwape taarifa. So daktari, asante sana kwa mwaliko. Tumeupokea na kesho tutafika kwenye shughuli kama kawaida yetu. Najua hakutakuwa na maahirisho tena kama ya siku ile. Siku ile tulidhalilika, halafu kibaya zaidi tulikwenda na njaa. Sasa mara hii kwa kweli ukulani na ule wa mwanzo usijitokeze ule. Hapana, hakutakuwa na maahirisho tena. Kwa sababu kwanza hizi taarifa sio kwamba nimekuja kuzitoa tu mwenyewe kiolela olela. Nimetumwa na mfalme mwenyewe, kanambia nenda kawaalike ndugu zako. Shughuli ni kesho. Okay, so daktari. Tumekuelewa Amanda. Mimi kama kawaida yangu nitabeba ndizi 2, parachichi 1 na pilipili kwa sababu ya kulia wali ama pilau. Sasa itokee kama ya siku ile tena. Tuende kule tuambiwe shughuli hakuna. Iya, nitapintula kasiri nzima ile. Nitadondosha kitope. Safari hii sina utani kabisa. Yaani niende pale na ndizi na pilipili na parachichi na subiri ubwabwa afu mtu anambia hakuna shughuli. Nanya. Oho, lakini sasa bado mjomba Chumali, mimi nikupe pole kwa sababu mfalme kaniambia hivi, nialike watu wote akiwemo mzee Zumbe na ndugu zangu wengine wote. Kama wameisha ndugu, nitafute mbuzi, kuku, takataka zote nizialike kwenye shughuli ya harusi. Lakini Sembuse wewe hutakiwi kabisa kuonekana kwenye kasri ya mfalme Bokasa.